Yes, hello? Hello, mambo B. Samahani kwa kukusumbua. Usijali, niambie. Mimi sina mapya. Maneno yangu ni yale yale ya siku zote. Nakupenda sana. Natamani siku moja uwe mwanamke wa maisha yangu. Nikushike mkono nizunguke nawe pande zote za dunia. Nikikutambulisha kwamba wewe ndiye mwanamke uliyetolewa ubavuni mwangu na kuumbwa kwa ajili yangu. Lakini kuna wakati pia natamani ningekuwa kivuli chako. Niwe kando yako popote pale uendapo. Najua maneno yangu pekee hayatoshi kuzifanya hisia zako ziamini juu ya upendo nilionao kwako. Lakini tambua kuwa kila pumzi nitoayo huambatana na kasi ya mapigo ya moyo wangu kwa kulitaja jina lako na kukiri upendo niliokuwa nao kwako. Wewe si mwanamke tu Huba, bali ni malkia pekee uliyeshushwa kwa ajili ya kutawala himaya ya moyo wangu. Nami naahidi kutii amri na sheria zako zote utakazozitoa kwa ajili yangu, ewe malkia mtukufu. Lakini si unajua mimi ni mke wa mtu Baraka. Kwa hiyo itaniwea vigumu sana kwa na msana naye. Ya, najua. Moyo wangu upo kwako Huba. Na sintokuwa binadamu wa kawaida endapo utakatili hisia zangu kwako. Kwamba upendo wetu ulikuwa kivuli. Kila neno lako nililichukua kama ukweli. Kumbe ulikuwa unaishi maisha mawili. Leo najifunza kuishi bila wewe, ingawa maumivu bado yazungumza. Ukweli umechoma kama moto, lakini machozi yamenifundisha kusimama. Nilikuuliza kwa nini hukuniambia kama moyo wako haukuwa wangu tena. Kwa nini uliniacha nikiota peke yangu wakati wewe tayari ulikuwa na dunia nyingine? Sasa ukweli umefunua kila kitu, maski imeanguka usoni mwako. Upendo wangu haukuwa mchezo, lakini kwako ulikuwa ndoa ya siri. Ndoa ya siri Oi wanangu. Fresh vipi? Baridi inakuaje? Baridi. Fresh. Unaona ka usafi nini? Ya kama kawa, unajua chombo ing'ae. Ya nakubali mwanangu. Vipi leo mapema naona mzigo hamna nini ushaua? Unajua tena siku moja Mungu anabariki. Lakini nawahi kupumzika. Ila kesho kama kawaida, unajua. Bila kuchoka ndugu yangu. Mungu anatupigania. Vile ndo maisha yetu, lazima tupambanie. Sema mbona leo kama uso na makunyanzi hivi? Makunyanzi? Bana. Nimekuaje? Hamna nomo tu. Sema kama makunyanzi hivi. Sasa unajua muda mwingine mauchovu nawe kaka. Yaani kama ndio swala hilo, uchovu tu. Alafu tunatembea kwenye jua kali muda mrefu na nini. Kwa ipo hivi. Umenistua, yani unajua nimeogopa kweli rafiki yangu. Basi poa kaka, mimi nikasema kupitia kidogo, si unajua? Leo mapema tu kwa wife. Basi poa, mimi nipo hapa kama kawaida, natega vichwa hapa kama unavyoona nini. Poa mida. Poa. Kama nilivyokueleza kwenye simu, nimepata dharura. Hivyo nilikuwa nahitaji kiasi cha pesa ili niweze kuanza safari. Sasa bebe, kama shida ni pesa tu, sisi tunatuma. Kwani kuna haja gani wewe kwenda huko? No babe. Ni muhimu zaidi kama mimi nikienda kuliko kuituma hiyo pesa. Na ndio maana mimi nimekuja hapa ili unipatie hiyo pesa niweze kwenda. Basi sijali babe. Nitakupa lakini na 50. Ila kama kuna lolote litatokea utanitaarifu. Yaani babe, unajua kabisa nimepata safari ya matatizo. Alafu naniambia kwamba utanipa 4,500. Nikitoa nauli, si nitabaki na hela kula siku 2 tu. Au nataka nikadhalilike huko ugenini, si ndio?
Basi mpenzi wangu. Sasa unajua mimi napenda ufurahi. Taonga dunia hii mradi wetu ufurike mpenzi wangu. Kweli baby? Kabisa. Napenda pia chibu wangu kipaya. Kweli baby? Yeah. Napenda sana. Kama nilivyosema mama, kile kiasi kidogo kilichobaki mamangu. Samahani mamangu, nimekucheleweshea. Mimi najua una mahitaji yako mengi, lakini naomba unisamehe mamangu, kwa sababu muda mwingine hali tu inakuwa ngumu, inabana, ndio maana inakuwa hivyo mama. Yaani ujitahidi, maana hapa nina marejesho na ada. Sasa unavyochelewesha, yaani inakuwa ni costi. Nikichelewa tena mwezi ujao mimi siwahitaji kwenye nyumba yangu. Sababu mimi mwenyewe nina mambo mengi. Naomba nivumilie mamangu, usinichoke kijana wako. Usinichoke mamangu. Kwa sababu naona mwanao mimi napambana. Na unaona kama hivyo na mwanamke ndani. Kwa unakuta napambana soko. Mimi sipendi, najisikia vibaya. Sawa, nimekuelewa. Kwa hiyo mwe mnajitahidi. Sawa mama, mimi basi niko ndani. Haya. Asante. Yaani nipeleke kwenye ada marejesho make kesho mwalimu mkali yule wa Asa. Hiyo muhimu hasa. Hii inafaa marejesho. Kesho aje kunifuata. Hawaji kunifilisi. Mapema asubuhi mzigo unawapelekea. Wajitahidi hawa vijana na wanakaa sana. Na kama hivyo kashakwambia ndani ana mwanamke. Huyo mwanamke atujui kama ana mimba au hana mimba. Sasa mwanamke wake mimi ananihusu nini? Kupika apiki, mchoyo. Mwanamke gani huyu mtoto kaoa? Mwenyewe ndo alompenda. Kama kampenda ndo apiki. Atoe hapo ana tule. Basi. Wewe mwenye nyumba unataka ule cha yule tena. Sasa kumbe wenye nyumba lazima tule kwa majirani. Kodi yako unapewa, ungekuwa upewi kodi yako hapo sawa. Ananicheleweshea. Sasa sinatakiwa nile kwake? Twende naye hivyo hivyo. Mimi yule kama hajalipa mwezi ujao mimi simtaki. Msafi. Nini hiki? Hivi naona au Msafi? Msafi. Huyu ni nani? Wekelele wewe. Huu mimi ni mwanaume wangu na mimi ndo mwanamke wake. Kuhusu kula, sio kuvaa, sio makazi. Hata hilo kochi leo likalani la kwangu pia. Msafi. Msafi, unataka nikupe nini baby? Mbavu wewe, malaya nani? Msafi. Utaona. Nashukuru. Hivyo naonaje kipindi hiki nikambebea mimba plaki? Yaani ubebe mimba? Kwani vibaya kumbebea mimba? Vyovyote hayo ni maamuzi yako. Alafu leo shemeji kachelewa au mimi ndo nimewahi? Alikuwa tumepishana hasa hivi hapo. Anasema kuna sehemu anaelekea mara moja. Yaani mimi nikitoka hapa nikifika nyumbani, yaani hapa nikujitupa kitandani asubuhi. Sina taratibu kula leo usiku. Wewe tunataka kuoga? Sasa unamogea nani bibi? Hata kama unamogea nani uoge. Wewe
Yaani nalala peke yangu, naamka peke yangu. Uchafu. Wewe uone kila siku mimi nakonda nazidi kuwa mwembamba. Hata ndio kuoga ndio kuna kukondesha. Wewe, sabuni zinakondesha kama unajui. Ila uoge. Sioge. Nalala na wewe. Odi wa kulugenji. Nasuba hangi. Nataka nifanye maamuzi yangu binafsi. Hakuna utachokipanga na ikawa siri kwako Blake. Tunajua kila kitu kukuhusu. Nashinda kumzuru kwa sababu nampenda sana. Basi chagua upendo au kiapo chako. Naomba muendelee kunipa muda jamani. Muda utakapofika tutafanya maamuzi yanayokuwa bora kwako. Lakini narudia, sitopendezwa na yeye kudhurika. Kama unavyoona hapa Daktari Musa, ofisini kwangu kuna kila aina za dawa mbalimbali. Kama unasumbuka na changamoto za mitihani ya kichawi na mitihani ya kishetwani, unahitaji dawa ya kuvunja maagano ya kichawi na ya kishetwani, uwe mtu wa mafanikio. Umekuwa ni mtu mwenye kupambana sana katika maisha, unakuwa sio mtu mwenye kufanikiwa. Unahitaji dawa za kuvunja hayo maagano na dawa za maradhi mbalimbali. Kama unahitaji kumiliki pete, namaanisha pete za bahati, pete zenye kuendana na ufalme wa nyota yako, au unahitaji kumiliki pete za majini, pete za kukupa mvuto kupitia kile unachokifanya, pete ya kukupatia mafanikio, pete iliyofanyiwa kafara ya wanyama mbalimbali. Unahitaji kujifunza elimu mbalimbali za kiroho, na unahitaji kuwasiliana na mimi Daktari Musa kwa tiba pamoja na dua, usisite kubonyeza alama ya jumlisha 255 784 120 592